Sasa unaona kilomita 87 katika mji huu kwa gharama ya shilingi milioni 500 na kitu. Maana yake ni karibia barabara zote zitaguswa katika halmashauri ya mji. Kwa hiyo maana yake mvua hizi zikipungua tu, tunategemea mwezi wa 5 huu katikati tumuingize site ili aweze kufanya kazi. Kwa hiyo maana yake tutatatua kero ambazo zimejitokeza kwa asilimia kubwa. Sanjari na hilo, wapo wale ambao walikuwa na miradi viporo ambao walisimama pia kutokana na hali ya hewa. Kwa mfano utaona kuna barabara tuliziwekea changarawe, lakini mvua ikaja ikaziathiri. Kwa hiyo tumeshamuita Jumamosi alipita akaangalia maeneo hayo kwa ajili ya kurudi kuanza kurekebisha na vile viporo ambavyo vilikuwa vimebaki basi niweze kuvikamilisha. Kwa hiyo ni imani yangu kabisa kuwa kwa viporo vile ambavyo tunavyo tukichanganya na bajeti ya mwaka wa fedha 26/27 ambao tunakwenda kuitangaza mapema iwezekanavyo, tutarejesha hali ya upitikaji katika miundombinu yetu ya barabara vizuri sana, na tutawaondolea wananchi kero zile ambazo zimejitokeza. Pamoja na hiyo pia serikali imekuwa ikiendelea na ujenzi wa lami. Utaona tumejenga lami karibia kilomita 1 nzima. Tuna vipande vitatu ambavyo tumekwisha jenga na lami imekamilika, tumefunga taa tayari iko full swing kabisa. Tumejenga mitaro na tutaendelea na hiyo. Katika mwaka wa fedha 26/27 tunakwenda kuendelea kujenga katika hii barabara ambayo inaanzia Roman Catholic hapo inashuka mpaka inakuja kugusa barabara ya Sheria Bomani hapa. Barabara kuelekea Star. Kipande hicho tutakikamilisha kwa ajili ya kuunga pale, kwa sababu pia hiyo barabara inasaidia sana kwa watu kutumia hapo kwenda katika mjini kwa maana soko kuu, lakini katika huduma zingine na kuepuka ajali ambazo ingetokana msongamano mkubwa kwa kutumia barabara yetu hii kubwa. Lakini pia tutajenga kipande kile kinachokwenda Kinaunga, kinapita katika ghorofa jipya lile na kwenda Kinaunga, na tutajenga pia kipande hiki cha Kairo hapa kwenda mpaka shule yetu ya msingi pale Nyamisangula Primary School. Kwa hiyo ni mipango ambayo tutakwenda kuifanya ujenzi wa lami. Kwa hiyo sanjari na ukarabati wa barabara na kuziboresha, lakini pia tunaendelea kuongeza mtandao wa lami katika halmashauri yetu ya mji wa Tarime. Kimsingi kama nilivyosema, tukianza na barabara za kata ya Kinyamanyori, si Kinyamanyori tu. Kinyamanyori natambua kuna barabara kama 3 ambazo ziko katika hali ya uhitaji wa changarawe. Barabara ya Nyandurumo, ile ni barabara korofi ambayo pamoja kwamba imeharibiwa na mvua, lakini pia watu wa mgodi wa Mzimara wanafanya utafiti. Kwa walipitisha vifaa vyao vikubwa, tunatambua hiyo na wana kibali kutoka kwetu, na tumeshawaelekeza pia waifanyie matengenezo. Walianza mara kwanza mvua zikawa kubwa, tukazuia, tukasema mwache kwanza kwa sababu mtaleta kero kubwa. Kwa hiyo wana wajibu wa kurekebisha barabara, zipo kama 2 ambazo wanazitumia watazirekebisha, lakini pia na zile zote ambazo walizitumia katika kibali tulichokitoa ni kwamba wakimaliza utafiti pale kabla kuondoka watazitengeneza. Lakini mbali na hiyo tulikuwa tumeanza, hata mheshimiwa diwani anafahamu kabisa tulikuwa tumeshaanza matengenezo ya kule, lakini mvua zikatuzuia. Na kwa barabara moja inaanzia Kinyamanyori Center hapo kwa chini kidogo inakwenda mpaka inakuja kutokea Buhemba. Wanaita Buhemba Mwibali Kinyamanyori Center. Tuko tumeanzia kipande kile ambacho hakina changarawe, akalima na atakwenda kukiwekea changarawe mkandarasi. Kwa hiyo hii ziko kwenye mpango. Niseme wazi ziko kwenye mpango wa matengenezo. Lakini sio kwa kata ya Kinyamanyori, ni kata zote. Tuna kata 8 katika halmashauri ya mji na zote tutazifanyia kazi kwa sababu tunatambua kuna maeneo yenye changamoto. Lingine ni swala la madaraja. Kwa miaka hii 4 ambayo tumeweza kufanya kazi hapa, tumejenga katika halmashauri ya mji takriban madaraja 2 makubwa ya zaidi ya mita
16. Kuna daraja la Nkongole tumelijenga limekamilika. Tuna daraja la Kinyambi ambalo sasa limekamilika na hata mimi nimeshapita pale. Daraja kubwa, na tuliongezea makaravati mawili makubwa kwa sababu ile mto ulikuwa na madhara, maji yanajaa mpaka anataka kuvuka kukata tuta. Kwa tumeongeza makaravati mawili makubwa pale na panapitika. Lakini barabara ile sasa tumeifungua inaenda kuunga moja kwa moja Magena Center kwa sababu mwanzo ilikuwa ipitiki. Kwa hiyo tumejenga kivuko pale, maana yake sasa tumeunganisha. Mtu akitoka Magena Center anaweza akapita, sio lazima apite barabara ya Moli, akapita Kinyambi na akafanya shughuli zake. Lakini pia tuna changamoto mbili au mahitaji ya madaraja mawili zaidi. Daraja la Kemoge na daraja la Nyasebe. Yote hayo yako kata ya Nyandoto. Sasa daraja la Kemoge tayari tulishalifanyia utafiti, tunaita geotech investigation. Kwa hiyo tulileta zabuni kutoka chuo cha teknolojia Dar es Salaam DIT, wakachukua sampuli pale, walishafanya wakatupatia ripoti ile. Kwa hiyo tumeshaanza usanifu, lakini pia tumeliweka katika bajeti ya 26-27 na kwa msukumo zaidi Mheshimiwa Mbunge Esther Matiko aliliongelea pia pale bungeni na tayari maelekezo yalishatoka ya serikali kuja kwetu. Lakini la pili ni daraja la Nyasebe ambapo pia pale pana changamoto. Hayaachani umbali mkubwa. Daraja la Kemoge na Nyasebe inaweza ikawa kama kilomita 1.2, lakini kwa sababu pia ni hitaji na lenyewe hilo tunatambua, tumeshafika kama wataalamu, tumeliangalia, tumesurvey ile eneo, tukaona wapi panaweza pakastahili kujengwa daraja. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kutenga bajeti kwa ajili ya kufanya utafiti wa sampuli kama ambavyo tumefanya hili la Kemoge. Alafu hatua ya pili sasa ni kufanya usanifu na kujua gharama itakayohitajika na kulitengea bajeti. Lakini kwa kuanzia tutaanza na hilo la Kemoge pindi tutakapokuwa tumepata hiyo pesa takriban milioni 950. Mradi huu wa TACTIC unahusu kuboresha miundombinu ya barabara katika miji, majiji na manispaa. Kwa hiyo mpango huu katika halmashauri ya mji wetu umelenga kuboresha kwa kuanzia kwa awamu ya kwanza. Lengo lilikuwa ni kilomita 18 za mji huu, lakini kwa awamu ya kwanza tumepanga kutekeleza kilomita 4.5 ambazo hizo tulishazibainisha na zimeshapita katika taratibu zote. Hapa tuko katika hatua ya mwisho kabisa. Mara ya mwisho mwezi uliopita tuliletewa makabrasha na mtaalamu mshauri consultant ambaye anafanya usanifu wa mradi huo kwa ajili ya kutoa maoni yetu ya mwisho kabisa. Final draft report ilikuja, tupitie na kutoa observation zetu, na hilo tulishafanya na kuwarudishia kwa maandishi kwa tumeona hiki mkifanya hivi kinaweza ikawa bora zaidi. Kwa hiyo manake baada ya hapo hatua itakayofuata sasa ni serikali kutangaza zabuni kwa ajili ya kuanza ujenzi. Lami itakayojengwa ni ya kiwango bora sana, tunaita asphalt concrete, ambayo ni kiwango cha juu sana. Lakini pia itahusisha uwekaji wa taa za barabarani, lakini njia za waenda kwa miguu, lakini pia wamezingatia hata walemavu wanaotumia baskeli za magurudumu, wheelchairs. Kwa hiyo manake itakuwa ni lami ya kiwango kizuri. Pamoja na hiyo pia itakuwa na mitaro ambayo imefunikwa. Kwa hiyo kikubwa niseme tu watu wa Tarime wakae mkao wa kupokea maendeleo hayo makubwa ambayo sasa yatabadilisha taswira ya mji wetu kuliko hata Msomo mnavyoenda pale mnaona. Manake ya kwetu itakwenda inaweza ikawa bora zaidi. Sisemi kuwa ile sio bora kwa sababu ni mradi huo, lakini tunaenda tukiboresha zaidi. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais. Amekuwa na utashi wa kuleta pesa, amekuwa na utashi wa kusikiliza na kutenda. Sasa mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Wapo ambao wanachimba mchanga katika madaraja, kitu ambacho ni hatari.
wanachimba mchanga katika mito, wanapanua ule mto. Tumedesign barabara kubeba maji katika mkondo wake, lakini wanapanua ule mto, wanachimba, wanakata kingo, wanatafuta mchanga, mwisho wale maji yakija yanaacha njia yake, yanakata barabara au yanaondoka na daraja. Sasa inapotokea hivyo, athari tunazipata sisi wananchi wenyewe. Lakini pia wapo wale ambao wanaswaga barabarani ng'ombe, yaani mjini kabisa mtu anaswaga ng'ombe barabarani kwenye lami. Sheria ipo na operation ambayo Mheshimiwa DC alianzisha kwa kutoa semina, kwa kuwaita wote ambao wanahusika na ufugaji na wataalamu, tukatoa maelezo pale, tukakubali operation bado inaendelea. Tutakamata na kupiga faini kabisa ambao walionja ile makali yale ambayo tuliyaonyesha, nafikiri mashuhuda. Na watu tuliwapiga faini milioni 4. Tukakamata tena wiki iliyofuata tukapiga faini milioni 4. Alitaka kujinyonga. Sasa sisi hatutaki wajinyonge, tunataka waheshimu, wafuge zero grazing, wafugie ndani. Na kama wanaona mjini inashindikana, basi wapeleke angalau maeneo mengine ambayo inawezekana. Lingine ni wale wanaokata barabara, wanavusha maji, wanavusha sijui vitu gani, na wengine wanaweka mawe na udongo kuziba mitaro. Bwana we, nimeapa hao tutapambana nao na faini. Yani sasa hivi ni rahisi sana, yani tunawadabua dakika tu, control number chapu analipia. Lakini hata kama ni msiba au harusi unataka kufunga barabara, una mamlaka hiyo, ni lazima uombe kibali. Unataka kujenga karavati ya kuingia kwako, lazima uombe kibali ili tuje wataalamu tukuelekeze, tukwambie hii inajengwa hivi. Sasa mtu anakuta amejenga, alafu amejenga ni kama ameblock, sasa maji hawezi kupita. Kwa sababu amejenga kwanza kembamba, lakini cha pili kako chini. Kwa maji yakija pale hawezi kupita, narudi barabara. Haiwezekani watu wanapiga double parking, alafu sisi tunaangalia. Wapo wengine ambao na wenyewe wafanya biashara wameweka manondo mpaka barabarani. Yaani mpaka hata mtumia barabara anakosa haki yake. Vibanda vya chips vinaongezeka barabarani. Hawana vibali. Sasa mimi nimepanga ratiba ya kufanya operation. Tutavibomoa na nyundo. Yaani wajue kabisa. Kwa sababu hayuko pale rasmi. Lazima atoe kibali, aonyeshe kuwa amepewa kibali na mamlaka. Meja bwana anacheza zaidi ya Pacome, huo ndio ukweli. Mkimuona ni kama halali huyu bwana. Mimi waga natafakari, nasema sasa huyu analala sana. Kwa sababu kila mara namuona yuko kazi. Kwetu amekuwa ni msaada pasipo unafiki. Kuna baadhi ya wakandarasi wamekuwa wanaleta rongorongo hapa. Hakusita kutusaidia kwa. Nimshukuru sana mkuu wetu wa wilaya, anatusaidia sana katika kuhakikisha kuwa majukumu ya serikali yanakwenda. Ni kimbilio. Hakuna siku ambayo nilimkimbilia tumekwama akashindwa kutusaidia. Mara zote tumetenda pamoja, tumeshirikiana. Kwa hiyo niombe zaidi wote kama viongozi tuendelee kushirikiana, tusukume hili gurudumu kuhakikisha kuwa tunahudumia wananchi vyema, na basi hiyo ndio dhamira ya serikali.